Kawaida yetu ni kuzungumza michezo, tupo hapa kwa ajili ya kuweza kupiga story, ni exclusive interview na Chuma cha Mjerumani. Chuma vipi? Bwana nashukuru Mungu niko poa. Shwari? Sana. Bwana, awali ya yote nikasema ngoja nikutafute kwanza hii taarifa ya TFF uchaguzi wake. Mimi nataka nifahamu TFF wanahitajika viongozi gani kwanza, kwa sababu tunaelekea kwenye uchaguzi pia. Kifupi kabisa ukitazama TFF hii na bodi ya ligi kwa ujumla ilianza vizuri, lakini kadri ambavyo muda ulivyokuwa ukizidi kusonga ndio ilikuwa inabomoa zaidi, yaani ilikuwa inafanya uharibifu. Ni TFF ambayo na bodi ya ligi ambayo kukosekana kwa uadilifu kulikuwa ni mkubwa sana, na ndio maana tukaanza kushuhudia magoli magumashi, uamuzi akifanya mambo ya kipuuzi, vitu hovyo kwenye ligi ambayo iko daraja la juu sana. Uweze kunielewa haya kwa sababu na mambo yako kwenye kichwa chako, lakini kiuhalisia bodi ya ligi ilianza vizuri, lakini ambako tulikuwa tunaelekea tulikuwa tunakwenda kuua mpira kabisa. Yes, kabisa. Kwa nini? Uadilifu ulianza kupungua kwa asilimia kubwa sana. TFF pamoja na bodi ya ligi, uadilifu ulikuwa unapungua kila siku. Kadri siku inavyozidi kwenda uadilifu unapotea. Mambo ya kihuni mengi yakaanza kuonekana. Uhuni mwingi sana. Uamuzi kufanya madudu na mengine kibao. Uonevu sio kwa sababu za msingi. Kwa hiyo naona kabisa kwamba tunakoelekea kuna kile sababu ya kuweza kuwapata watu ambao ni sahihi, ambao najua majukumu yao ni nini, kwa maana ya kwamba kujua wanasimamia virabu kuanzia ligi kuu mpaka chini kwa mujibu wa sheria na kanuni, na si uhuni ambao ulikuwa umetengenezwa msimu huu. TFF ya msimu huu na bodi ya ligi ya msimu huu imevurunda sana, imefanya madudu mengi sana. Uwezo kuyaelewa, kuna mambo mengine hatuwezi tukayaweka wazi kwenye online kama hivi kwa kuheshimu CV za watu, lakini kiuhalisia ni madudu mengi sana. Mfano, msimu huu unakuja kuona TFF pamoja na bodi ya ligi, baadhi ya viongozi mle ndani walikuwa kizungukana kwenye utendaji. Yes. Kuzungukana kwenye utendaji na kuzinguana. Wapo viongozi ambao wanataka kusimamia sheria na kanuni, haki, hekima na busara, lakini wapo viongozi wengine ambao tayari wana vitu vyao, wakawa wanaleta mkingamo mkubwa sana. Bahati nzuri, licha kwa madudu haya yamefanyika, kipekee kabisa ninapongeza uongozi wa Young Africans. Leo huwezi kulielewa kama ulikuwa unakula posho za hovyo. Leo huwezi kulielewa kama ulikuwa nao ni miongoni mwa watu ambao wanakuwa na shiriki ya mambo mabovu msimu huu. Lakini kama Young Africans ingeshituka mapema mchezo huu, amini ninachokwambia, Simba ingekuwa nafasi ya 7 kwenye msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara. Chuma. Unabisha? Chuma Yanga Afrika ingegundua mapema mchezo ambao kuna baadhi ya viongozi wengine mpaka wamefutwa kazi, wengine kujiuzuru. Ingegundua mapema, Simba ingekuwa nafasi ya 7. Kama msimu uliopita uadilifu ambao TFF aliufanya, Simba kashika nafasi ya 3 kwenye msimamo wa ligi. Msimu huu ingekuwa nafasi ya 7, imepungua ya 5. Kama wangepata uadilifu ule TFF na bodi ya ligi wangekuwa nao msimu uliopita, msimu huu Simba ingekuwa nafasi ya 7 au nafasi ya 5. Dala kwamba Simba ilikuwa mbovu sana. Nisikilize, msimu huu ni kama kuna mambo alikuwa yameandaliwa Simba, ama fanya unavyofanya iwe bingwa kilazima. Kamata maneno yangu, hii dabi kama Yanga angecheza tarehe 15, Yanga ingefunga magoli angekataliwa. Sikilize mimi Beni, unaongea na Chuma cha Mjerumani ndani hizi, kutokana na uhuni ambao ulikuwa umeandaliwa, ambao Yanga wameubaini. Kama dabi Young Africans ingejichanganya kucheza Juni 15,
magoli clear ya Yanga angekataliwa. Yangekubalika magoli gani? Magoli ya magumashi ya Simba. Ndio kweli. Unabisha, na ndio maana mpaka dakika hii kuna mzozano kwenye kikao cha Simba. Kuna mzozano? Hivi ninavyokuambia kuna kikao kinaendelea cha ndani. Ndani kwa ndani? Cha Simba Sports Club. Mpya hii bwana Chuma. Hasa watu wamegawanyika. Wao kwa hao. Niwaambie wana Simba. Taarifa. Timu yao inahitaji utulivu mkubwa sana kuijenga kuwa bora zaidi msimu ujao. Rudie tena hapa kwa umakini, chuma cha Mjerumani. Washabiki na wanachama wa Simba, timu yao inahitaji utulivu mkubwa sana ili kuja kukompiti vyema kihalali na washindani wengine msimu ujao. Management yao itulie, iwe lao moja. Huu mgawanyiko nao uona kati ya pande ya boss na pande ya Mangungu, rafiki yangu, inaweza ikawatafuna Simba msimu ujao wasipoangalia kwa makini. Wasipoangalia pande hizi mbili, kati ya kwa bosi na kwa ndugu yangu Murtaza Mangungu, wasipoangalia kati ya mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya Simba, memba wale, na hawa memba ambao wanatoka kwa Mangungu, wasipokuwa makini msimu ujao wenda wakateseka sana. Vipi hapo? Kwa sababu bado kunakosekana lugha za umoja kama ilivyo slogan yao. Bado kunakosekana ushirikiano na kuaminiana. Hizi za ndani sana Chuma. Pande ya Mangungu na pande ya kwa mkurugenzi wa bodi ya wakurugenzi, utakataa tu hivi kuwafurahisha watu, lakini kiuhalisia ndicho kilichopo. Kwa nini? Kikao kinachoendelea ndani, kwa nini Mangungu ameenda pasipo makubaliano ya bodi general? Kwanza ameenda wapi? Kikao kinachoendelea kwa hivi sasa Simba ni kusutana. Ni msuto. Mola wangu ni stiri. Ndio kinachoendelea. Nilijua mtasema. Ndio kinachoendelea mle ndani. Kwa sababu wako ambao muamini ndugu yangu Murtaza Mangungu, mwenyekiti aliyechaguliwa na wanachama, aliyeshinda kwa kishindo. Simba mwenyewe. Murtaza Mangungu. Mimi namkubali sana Mangungu. Sana. Ni mwenyekiti aliyeshinda kwa kishindo. Hana baya Mangungu. Na nisikilize. Moja kati ya ajenda inayoendelea kwa hivi sasa ndani ya washabiki na wanachama wa Simba kutokana na hili, sawa, wanataka kuelekea uchaguzi mkuu msimu huu, mwaka huu Simba Sports Club wambwage Mangungu. Chuma. Sikilize Bendi. Hizi za ndani. Baadhi ya wanachama kuna ajenda zinajengwa. Hawa wanachama walinifuata mimi msimu ambao Simba hujakaa vizuri. Mimi waliponifuata ofisini kwetu, nikakaa nao chini, tulieni msikilizeni mwenyekiti. Kweni kitu kimoja. Na washangaa leo wamegeuka. Ambokile hana lolote, wanashindwa kujua hawa ndo walinifuata mimi. Sitaki kuwataja majina yao. Nikaambia tulieni. Sasa wanakoelekea Simba wasipokuwa makini, Yanga itachukua ubingwa mpaka ichoke. Chuma. Sasa kukompiti na Yanga nani? Simba. Ndio anasema wasipokuwa makini Lunyasi, kwa hii misuguano unayoiona, wasipokuwa makini, Yanga itachukua ubingwa mpaka ichoke. Kwa sababu Yanga itakuwa na utulivu na kufanya signing za maana. Ambacho kinachoendelea kwenye kikao cha siri. Kwa hiki kinachoendelea, unapoanza kumtuma Mangungu kwani amekwenda kwenye kikao na Mheshimiwa Rais, wewe sio mtu wa Simba. Wewe ni chawa wa Simba, ufai. Mangungu huyu mmemchagua nyewe wenyewe. Na Mangungu ndo anayetambulika kule kama ni mwenyekiti wa klabu ya Simba. Ambapo ndani yake na wanachama. Ndani kuna wanachama. Klabu ya wanachama. Mchakato wa mabadiliko ndani ya Simba hujakamilika. Hawa wengine hawa ni wapambe tu. Lakini Murtaza Mangungu ndio senior. Ndiye mwenyekiti halali aliyenyooka. Kama Lula. Murtaza Mangungu. Mimi kwangu naona kabisa Mangungu mitano tena Simba. Nini? Mitano tena wampe. Mangungu ana kitu sana. Murtaza ana kitu. Mitano tena. Hatari. Haiwezekani Hesa Mbui Hassan Dalali wakati anazungumza kwenye mechi za kimataifa
mliona fresh tu. Leo kaenda Ikulu, Simba mbona mnaoneana wivu? Rais wa Masiara. Mnaoneana wivu. Unamuonea wivu Hassan Dalali kwenda Ikulu? Hajatoka hapa. Na Mheshimiwa Mangungu alikuwepo na kina Hassan Hassano, wakina Mheshimiwa Shangazi. Shangazi yule mbunge. Rafiki yangu sana. Sana. Na ni mwadilifu. Leo hii wanasutana huko ndani. Kwa hiyo unaweza umechukia? Kumwona Mheshimiwa Shangazi yuko ndani mle. Kuitwa na mama. Kuitwa na bi mkubwa, mama. Kwa Masiara Ikulu pale. Umenipata vizuri. Kwa hiyo hiki kinachoendelea Simba watulie. Kwa sababu kilichopo uende tamko likatoka muda wowote. Kuna watu wasiojulikana waliiba laptop na peni na penseli. Simba ashindwe kuandika hata barua ya mkono au laptop kutype barua taarifa kwa umma. Chuma. Kwa hiyo tuko kwenye msako wa kuwataka hao watu. Chuma subiri kwanza. Aliyeiba peni laptop ya Simba mpaka leo kushindwa kupata tamko au taarifa kwa umma. Kama tunacheza au tucheze? Timu chuma cha Mjerumani tuko kwenye msako. Na ole wake tumpate kwa sababu anawakosesha taarifa wanachama na mashabiki wa Simba. Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba atucheze au tunacheza imegoma kutokana na kuibiwa kwa hivyo? Kwa sababu mwanzo ilikotoka barua moja, wakati Yanga atoa barua nyingi akasema barua moja tena watesa. Kumbe hakujua kwamba wenzao washashika na nikwambie ule ukweli. Nikwambie ule ukweli. Nikwambie tu ule ukweli. Ili dude lingesema Pukulu Yanga Africans leo siku Jumapili. Yanga singecheza leo hii. Shia mpira tungefungiwa. Hizi nakupa za ndani kabisa. Kwa madudu ambao yako mpira tungefungiwa. Na ambako tulikuwa tunaelekea. Hata Rais Karia mwenyewe. Hivyo hujajiuliza kwa nini Karia mwishoni kawa mpole hajaongea chochote hapa. Na siri nzito sana sitaki kuzisema. Mwanaume muumbiwa kifua. Kolomelo. Ili hapa dakatonge. Kwa hiyo ninalo hapa na mwani tulie. Kitendo cha Rais Wallace Karia kukaa kimya. Kuna mambo alikuwa anayafuatilia. Unajua Karia naye mwadilifu sana. Kuna mambo alikuwa anayafuatilia. Akaona hapa pamoto. Ndio makatulia kimya. Wote kina kidau kama ametulia kimya. Lakini kama Young Africans ingesema inashikilia bomba. Kwa sababu kitendo cha Yanga kusema nataka risiti hilo jambo lingine ujue. Tunataka risiti. Invoice uone. Invoice nataka risiti. Maana yake takukulu hapa. TRA hao hapa. Na wale wachambuzi ambao wamezimia baada ya Young Africans hii ya kuthibitisha ni timu kubwa na wazindua. Ninawazindua wale. Sasa wachambuzi wote ambao walikuwa wanatetea mambo ya kihuni wasikae kimya. Waseme kwenye hii. Huu ndio muda wa kuongea. Si una fact? Njoo ubishane na chuma cha Mjerumani. Niko mnabezwa. Chuma ni kimoja Tanzania. Nilishakwambia. Wewe unanibeza mimi una fact. Njoo na fact. Sasa ukija ukiibuka nitakuja na nyingine. Nitakwambia hizi unazo? Ili wimbi la wachambuzi. Sikilize, wachambuzi wote waliozimia. Narudia tena. Wachambuzi wote waliozimia. Baada ya dabi kupelekwa mbele. Mimi nawazindua waamke. Shughuli ya mpira inaendelea. Shughuli ya mpira inaendelea. Maana kuna wengine mpaka wajitoa ni masinia. Sikiliza. Taaluma haina senior. Taaluma kila siku unajifunza vitu vipya. Watu wameenda mbali kwamba elimu haina mwisho, elimu ni bahari. Sio wajinga. Kila siku tu. Sasa wewe ukisema mimi ndo senior sawa. Kuna sheria na kanuni. Kanuni kila msimu zinakuwa updated. Maboresho ya kanuni. Sawa? Baki na wewe mambo yako. Lakini kweli mimi nawazindua. Waje tuzungumze mpira sasa. Maanake mpira si umeshinda juzi. Waje tuzungumze mpira. Nitamfunua mtu hapa. Unaongea nini? Unaongea nini? Taasisi moja imekushinda. Utaweza kuongoza taasisi 48 wewe? Taasisi hii moja imekushinda. Utaweza kuongoza taasisi 48? Masta kutaja majina hapa. Sawa, chuma cha kubalizia cha mwisho swali langu kwa mashabiki ambao leo ilitakiwa kuchezwa dabi tarehe 15 kama bodi ambavyo ilitangaza, Simba wakajiandaa lakini imesogezwa mbele mpaka tarehe 25 na Yanga sasa anaonyesha dhahiri shahidi kwamba hii dabi tarehe 25 anautaka zaidi, lakini
mashabiki wa Simba wameingiwa na hofu. Mimi napata nafasi kukutana nao, ni kama pia nao hawaelewi. Wanatamani kusikia. Niwakumbushe kitu kimoja. Yanga ndio mwenyeji wa hii mechi. Young Africans kuanzia leo tarehe 15 hadi tarehe 25 kuna siku 10. Kwa ina kikanuni inaruhusiwa kuweza kubadili uwanja. Kwa kuna mawili na Yanga haina njaa. Kwa leo naweza kusema sikilizeni, uwanja wa Benjamin Satu utaki. Shughuli tukapigwa Zanzibar. Uenda mechi kapigwa Zanzibar. Kule alikopigia Berekane. Chuma. Dabi kachezwa Zanzibar. Berekane alikozika kuna mawili. Uenda tukaenda mechi kapigwa Berekane alikozika kule. Mbali kule kurudi huko. Unguja nyumbani kwetu. Sio mbali. Pigwa kule kurudi pa Unguja. Berekane alipochukua ubingwa uenda mechi ya Simba nange kapigwa pale. Bodi liko sababu wamesema Benjamin Mkapa. Sawa. Kwa sababu kuangalia mechi ya Yanga na Dodoma Jiji, mechi za mwisho zote zinacheza muda huu mmoja. Kwa uenda Young Africans mechi hii wakatanga tumalize ukuku Zanzibar. Nyingine dabi tayo. Kwa alikopiga Berekane uenda mechi ikachezwa kule. Itakuwaje? Mje ni amani. Vidonda vya nini? Tunaisha vidonda. Hapana, Simba ni timu bora. Yanga ni timu bora. Yaani siwezi nikasema eti leo Simba inaenda kufungwa. Mimi sio mchambuzi senior. Unanielewa? Mimi ni mtu wa mpira. Wewe sio nani? Siwezi nikasema eti leo hii Simba inaenda kufungwa na Yanga. Wewe sio mchambuzi nani? Mimi sio mchambuzi senior. Mimi naheshimu mpira. Mchambuzi senior ikoje? Mchambuzi senior. Anaongea tu. Wewe mtu akikuheshimu jiheshimu. Sawa, tunaheshimiana. Mchambuzi senior. Kwa hiyo mimi naheshimu bora wa Simba, naheshimu bora wa Yanga. Licha kwa nimepata za chini hapa, huenda Simba kagomea mechi hapa. Mmenipata vizuri? Lakini haya ni maelekezo. Mechi iko pale pale. Na Simba akigoma mechi, maana yake nini? Simba taarifa zilizokuwa nazo wako tele wakati wa alama 18. Kwa maana ya kwamba wakati wa alama 18 ndio vikao vinavyoendelea, labda litokee tofauti, lakini kiwalisia ninaheshimu bora wa Simba, ninaheshimu bora wa Young Africans. Hizi timu ndio timu kubwa Tanzania. Zinapokutana tunaenjoy sisi wachambuzi. Tunaenjoy mashabiki. Tunaenjoy wapenzi. Kwa kuheshimu mpira. Siwezi kusema Simba enda kupasuka. Ila ni mechi ambayo inahitaji discipline. Mimi sio mchambuzi senior anaweza kulopoka namna hiyo, haiwezekani. Nishatoka huko nishatoka. Wewe elimu bahari. Elimu bahari haina mwisho. Mimi kila siku naendelea kujifunza. Na ukishaona mtu anajiona yeye ndo ana maarifa zaidi, huyo ndio hamna kitu. Ndo hao wengine wamezima mpaka leo hivi. Hivi na mpango kupita na maji ya baridi kila mmoja nimwagie kichwani. Wastua. Amkeni washikaji, mbona ligi inaendelea washikaji? Mbona mmelala? Na sijui anaenda kuongea nini kwenye video ya michezo huko. Sasa vita sasa imehamia kwa wachambuzi ujue. Unajua iko hivi? Mimi nimetoka mkoani Morogoro. Na watu wengi hudhani kwamba mtu akitoka mkoani maarifa yake ni madogo. Hakuja. Unaelewa vizuri? Lakini washindwa kujua yani mtu Dar es Salaam anaifanya kama New York, kumbe ni ushamba tu. Unaelewa vizuri? Na ndio kuna watu wengine wakaenda mbali zaidi. Mtu anaanza kukijadili chuma cha Mjerumani kwenye kipindi cha michezo. Hiki chuma hakina hata Christmas moja hapa Dar es Salaam. Kwani kuwa na Christmas milioni ndio kuwa na akili? Kwa tutaendelea kuwashangaza watu hivi tunaendelea. Unaelewa vizuri? Kwa Young Africans kifupi imelikomboa soka la Tanzania. Imelikomboa soka la Tanzania. Yanga imeipambania Simba. Yanga imeipambania Simba kwenye uhuru. Lakini Yanga imekomesha ubadhirifu. Yanga imekomesha uhuni. Nisikilizeni. Jambo ambalo lilikuwa limeandaliwa msimu ni zito sana. Yaani msimu ilikuwa iwe kwa nini na nini. Nini na nini. Simba ilipaswa kuwa bingwa. Kuna watu 5 walienda Dubai. Watu hao
walienda Dubai. Kodi hiyo. Walienda Dubai. Kwa hiyo sisema leo kufanya nini? Nani wakina nani? Lakini kiuhalisia ambako tulikuwa tunaelekea ni kubaya sana. Ni kuharibu mpira wetu. Sasa Simba kwanza wanatangaza waendelee na slogan yao kwamba wanaandaa kikosi rasmi. Wanaandaa kikosi chao. Ikitokea wamechukua ubingwa ni jambo zuri. Sawa? Yaani kuna muda ndio kapiga jiwe moja ndege wawili. Inawezekana. Unaelewa vizuri. Lakini usiforce mambo. Kama jiwe hilo leo moja lipige ndege wawili. Inawezekani. Wewe unataka uforce. Haya ni mambo ya kihuni. Kwa hiyo mimi nakusema TFF tunaelekea katika uchaguzi ni kuwapata viongozi waadilifu viongozi ambao watakuwa wanakubali kukosolewa. Leo tulikuwa tumefikia kupata viongozi ambao wanaanza kuzuia mpaka online TV. Usiongee na fulani, utufai wewe kiongozi. Usiongee na fulani, usiongee na fulani, usiongee na fulani. Nitakuzuia geti pasa kuingia uwanjani. Mwandishi wa habari yoyote ni haki yake kwenda kutafuta story kiwanjani. Ni haki yake. Hamuwezi acheni madaraka. Bwana, umeongea vikali sana na nakushukuru pia. Haiwezekani. Usiongee na mtu fulani. Kwa madudu nayo yafanya. Usiongelewe. Tutakunyima geti pasa kuingia uwanjani. Tuachie mpira wetu. Na mimi nampongeza sana mzee wangu. Nampongeza sana mzee wangu Steven Mguto. Huu ndio muda sasa ukawa na wajukuu. Steven Mguto, Alimasi Kasongo. Sawa? Alimasi Kasongo. Huu ndio muda wa kukaa na wajukuu. Kishamaliza. Safi kabisa. Watulie, wamefanya kazi kubwa. Kwenye mpira wetu hatuishi. Sawa? Kwa hiyo mimi ninawapongeza na walichelewa kujiuzuru. Sawa. Neno la mwisho la kumalizia kwa senior? Tuchambue mpira. Tuchambue mpira. Kwa sababu tunataka tubadilishe huu mpira wetu. TFF kuna mahali ilifika imekosa maadili baadhi ya watu. Nyaraka za ofisi anazijua mtu mtaani. Afu ndo ajiita senior. Anakwenda kuziandika nyaraka za ofisi. Haiwezekani. Nakumbuka hata Mheshimiwa Rais wakati juzi anapisha watu, alimind hicho kitu. Yaani mtu umemwamini masuala ya ofisi ya serikali anakwenda kutupa mtandaoni WhatsApp. Haiwezekani. Maana yake ni kukosa uadilifu, ni kukosa maadili ya kiongozi. Kwa inabidi tufike mahali tuambiane ukweli ili tusaidiane kuweka vizuri huu mpira. Mpira ni maisha kwa hivi sasa Tanzania. Watu wanaishi. Yotaka ufaidi wewe afu wengine waumiza, haiwezekani. Kwa kimsingi ninawapongeza sana viongozi wa Young Africans. Na haya yote nilikuwa nimesahau. Haya yote unayoyaona haya madudu ambayo tumeyaona ni kutokana na uongozi wa Yanga. Cha kwanza kuwa na viongozi vijana. Cha pili kuwa na viongozi hapa ziko vizuri. Vijana hapa. Elimu iko vizuri, hawakukremu. Wataja listi. Hakuna ambaye amechoka. Taja listi, kila mmoja leo inachemka pale. Unamdanganya nini pale? Unamdanganya nini? Kwa nataka tuukomboe mpira wetu. Haiwezekani. Wanafanya kazi watu wale wengine hamna. Meneja timu ya taifa Tanzania tangu mwaka 2002 mpaka leo ni huyo. Haiwezekani. Sikiliza. Hii ilikuwa ni nafasi ya John Raphael Bocco hii. Natamani natangaza rasmi. Kina John Bocco hawa wakili Mrisho Ngasa. Hao wanapaswa kuwa mameneja wa timu ya taifa. Vijana wenzao ambao wanaona bro huyu hapa. Wazee kabisa, wazee hawa. Haiwezekani. Ajira za watu lakini. Sawa, kwani shida iko wapi? Kama hujajipanga utajua wewe. Shukrani sana.